Twende tukaisikie neno la Bwana. Hatujaja na panga, hatujaja na visu. Tumekuja kwa ajili yako. Kama una amani unaweza ukasogea huku. Kama unaweza ukajiongea katika viwanja hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu kumshukuru Mungu kuweza kunipa nafasi jioni ya leo ya kusimama tena. Si kwa akili zangu, si kwamba sisi ni wasafi kuliko wengine, si kwamba sisi tunajua kuliko wengine, bali ni neema ambayo ameachia jioni ya leo kukuletea maneno ambayo yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Bila kuchelewa tukalisoma neno la Bwana. Tukalisoma neno la Bwana kutoka kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9. Mstari wa 27 na wa 28. Mstari wa 27 na 28, neno la Mungu linasema, Ndiyo. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Na baada ya kufa ni hukumu. Na baada ya kufa ni hukumu. Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja. Akiisha kutolewa sadaka mara moja. Azichukue dhambi za watu wengi. Azichukue dhambi za watu wengi. Atatokea mara ya pili. Atatokea mara ya pili. Pasipo dhambi. Pasipo dhambi. Kwa hao wamtazamiao. Kwa hao wamtazamiao. Kwa wokovu. Kwa wokovu. Baba, asante mtakatifu, mfalme mwema, Mungu uliyejaa neema na kweli. Tazama mjoli wako amelisoma neno lako ambalo Bwana ni pumzi yako. Jioni ya leo tupe nafasi nyingine tena ya kuielewa haya maneno ambayo yamesomwa mbele ya watu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo kila mmoja aseme amen. Haleluya! Haleluya! Upande ule haleluya! Haiwe! Jana tuliangalia habari za kwamba jiandae kutana na Mungu. Yesu yuko karibu. Hili ni somo pana ambalo naelezea mambo ambayo yatakuja kutukia, ambayo yameshatukia, ambayo yameshaonekana dalili zaidi kwamba Yesu anarudi. Lakini tusingeweza kuimaliza kwa siku hiyo ya jana. Lakini leo nimekuja na ujumbe mwingine mzito ambao unasema baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Nisikilize mtu wa Bwana. Neema ya Mungu ikutokee masikioni mwako jioni ya leo. Upate kunisikiliza na upate kuelewa maneno haya ambayo tunaleta katika viwanja hivi. Biblia inasema kadhalika kama Kristo alikufa mara moja, na kama alikufa mara moja atakuja tena kuja mara ya pili tena. Watu walivyowekewa kuishi mara moja, na kabla baada ya kufa ni hukumu. Neno la Mungu kitabu limetoka kwenye kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania, waandishi wote walisoma, na watu wengi walisoma, wanasojana wa dini walisoma, hawakuelewa kitabu kiandikwa na nani. Mpaka sasa hivi hawaelewi kiandikwa na nani. Hii inaashiria kwamba Mungu yuko juu ya yote. Hii inaashiria kwamba Biblia ni ya Mungu, imeandikwa na Mungu, haijaandikwa na mwanadamu. Biblia inaambia kwamba Mungu, hii Biblia iliandikwa na watu 40,
lakini waliandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini kitabu hiki wameshatafuta na wameshaangalia, hawajamwona aliyekiandika kitabu hiki. Lakini wapo ambao wanawazawaza kwa mawazo yao ya kwamba huenda ni mtumishi wa Mungu Paulo alikiandika, kwa sababu lugha iliyomo mule ni kama inaendana. Lakini hatuwezi kusema Mungu mwenyewe, Mungu anaweza yote. Na Biblia, nataka nikuambie, wapo watu ambao wanasema Biblia ni kitabu cha kawaida. Nataka nikuthibitishie jioni ya leo, Biblia si kitabu cha kawaida. Nataka nikuambie, Biblia si kitabu cha kawaida. Hii maneno ya Mungu, huyu ni Mungu mwenyewe, anawaandikia wanadamu ambao wana miguu miwili, wenye macho mawili, wenye mdomo mmoja kama mimi na wewe. Anaandika maneno haya ili wewe upate kujua, ili utakapoingia kwenye moto usije ukauliza. Haleluya, haleluya. Haya maneno yalikuja. Haleluya, haleluya. Biblia inasema Mungu mwenyewe ndiye aliyeiandika. Wapo watu ambao walishiba, wakashiba kweli, wakataka kuifuta Biblia, akiwemo makina Makaisari wa Kirumi. Walitaka kuifuta Biblia, lakini matokeo yake walikufa na majumba yake geuka kuwa kabati za Biblia. Nataka nikwambie, Mungu hajawahi kupingwa. Mungu ana mpinzani. Kama nasema Mungu ana mpinzani, wewe nyosha mkono uone. Kama nasema Mungu ana mpinzani, wewe nyosha mkono uone. Haleluya, haleluya. Mungu ana mpinzani. Wewe unayeshiba ugali, unalima mahindi yako, unalima mpunga wako, unashiba, Mungu anakunyeshea mvua, unavuna, unakula ugali, unakula mchembe wako, halafu unashiba, unaanza kusema hakuna Mungu. Wewe nataka nikwambie, umepotea. Saa yako inahesabika, saa yako inahesabika. Nisikilize mtu wa Bwana, haya ni maneno ya Mungu. Nataka nisafishe kwanza hapo mazingira mazuri. Huenda watu wanasema kwamba huyu anayesoma ni ya kwake. Haya ni Mungu mwenyewe. Baada ya kufa ni hukumu. Leo tuna ujumbe mzito. Unasema baada ya kufa ni hukumu. Nani hapa ambaye hajawahi kufiwa? Anyoshe mkono.